Njoo tuzungumze. Agano ni makubaliano kati ya pande mbili. Hivi unafahamu kuna aina ngapi za agano? Kuna aina ngapi za agano? Unafahamu? Wengi hatujui si ndio? Leo nitakufundisha aina 7 za agano. Halafu utajua katika hilo agano, hayo maagano 7, wewe umeingia agano lipi? Agano la kwanza ni agano kati ya mtu na mtu. Agano la kwanza ni agano kati ya mtu na mtu. Inaweza kuwa wa jinsia moja au jinsia mbili tofauti. Kuna mtu ananielewa? Agano hili linaweza kuwa la jinsia moja au jinsia mbili. Tofauti wake unatokana na kile mnachokubaliana. Halo? Lakini kiujumla wake hili linaitwa nini? Agano. Sema amen. Lakini agano la pili ni kati ya mtu na kitu. Kati ya mtu na kitu. Agano la tatu ni kati ya mtu na shetani. Kati ya mtu na nani? Unaweza ukaweka agano wewe na shetani, ukaweka agano la kudumu na shetani. Halo? Kwa mfano, unaamua kwamba mimi nataka kuwa mchawi. Uchawi ni agano. Halo? Uchawi ni nini? Agano ambalo mtu analiweka na shetani kwamba mimi nitakutumikia wewe maisha yangu yote. Hilo ni agano. Maanake huyu mtu ameamua kujivua eneo moja na kushikamana na upande mwingine milele. Hawezi kubadilika. Ndivyo alivyo. Kwa hiyo nimesema kuna agano kati ya mtu na mtu, kuna agano kati ya mtu na kitu, na agano la tatu ni kati ya mtu na shetani. Lakini agano la 4 ni kati ya mtu na Mungu. Halo? Kati ya mtu na nani? Na Mungu. Pia wewe huyo kama vile wewe huyo unaweza kuweka agano na shetani, pia wewe huyo unaweza kuweka agano na nani? Na Mungu. Halo? Agano la ngapi hilo? Agano la 4. Agano la 5 ni kati ya Mungu na mtu. Kati ya Mungu na nani? Kuna agano kati ya mtu na Mungu, alafu kuna agano kati ya Mungu na mtu. Kwa nini hapa pana mabadiliko kidogo? Kuna mali nimekuacha. Tuko pamoja? Kwa nini hapa pana mabadiliko? Kuna agano kati ya mtu na Mungu, alafu kuna agano kati ya Mungu na mtu. Kwa nini pana mabadiliko? Mabadiliko haya yanakuja wapi? Yanakuja hapa. Kuna saa wewe unahitaji kuweka agano na Mungu, na kuna saa Mungu anahitaji kuweka agano. Asante, tunakuelewa Bishop. Halo? Kwa nini Mungu hafanyi kazi pasina mtu? Mungu anafanya kazi na mtu, na mtu anafanya kazi na Mungu au shetani au mtu au vitu. Tufungue baba, tufungue. Narudia tena, kuna mtu nimemwacha. Mungu hafanyi kazi nje ya mtu. Ndio. Na ndio maana hata alipotaka kumkomboa mwanadamu lazima azaliwe mtu. Ili Mungu awe ndani ya huyo mtu, azihirike ndani ya huyo mtu. Lakini mtu ana maamuzi ya kufanya kazi na Mungu, kufanya kazi na shetani, kuweka agano na mtu mwenzie au kuweka agano na vitu. Yes, asante baba, tunakuelewa askofu.
Tunazungumza lugha moja eh? Amina. Tunaelewana vizuri. Amen. Mungu akusaidie sana. Amina baba. Kwa hiyo katika haya maagano mawili unaona kama vile tumebadilisha, la mbele limeenda nyuma na la nyuma limekuja mbele, kwa sababu Mungu anafanya kazi na mtu, na mtu akitaka kuweka agano na Mungu inawezekana. Na Mungu kuweka agano na mtu pia inawezekana. Ndio baba. Mungu akusaidie unielewe. Amina askofu. Mungu akusaidie upone. Amina baba. Kwa tumesema agano la kwanza ni mtu na mtu, agano la pili ni mtu na kitu, agano la tatu ni mtu na shetani, agano la nne kati ya mtu na Mungu, agano la tano kati ya Mungu na mtu, agano la sita ni kati ya Mungu na viumbe vyake. Unaona tofauti inavyokuja hapo kabisa baba. Kule mwanadamu anaweza kuweka agano na kitu chochote, ndio, lakini kwenye agano la sita tunamwona Mungu naye pia anaweza kuweka agano na viumbe vya kwake. Asante askofu. Mungu anaweza kuweka agano hata na panya. Halo, unanielewa vizuri? Amina baba. Mungu anaweza kuweka agano hata na mawe. Ndio. Hivi unajua kuwa mawe nayo ni kiumbe? Ndio baba. Au hauelewi? Tunajua. Unaelewa kuwa miti nayo ni kiumbe? Ndio askofu. Au ulisoma shuleni eti science eti miti nayo ni viumbe? Na vina masikio na vina pua. Mwingine anasema mbona havina mdomo? Vinavyo. Sema amen. Amen. Vinavyo. Halo, unanielewa vizuri eh? Amina baba. Mungu akusaidie sana. Halafu agano la saba, agano la saba ni kati ya Mungu na mwanaye. Hapa kuna tofauti ya kuwa mtu na kuwa mwana. Amen. Kuna agano Mungu anaweza akafanya na mtu, alafu kuna agano Mungu anaweza akafanya na mwana. Kuna faida unaipata sana, kubwa tu tena. Kumbe kuna hatua unatakiwa utoke kwenye hatua ya kuwa mtu, ndio uingie kwenye hatua ya kuwa mwana. Amen. Pigie Yesu makofi kama unavyoelewa baba. Unaweza ukaweka agano kama mtu na Mungu, ndio, halafu ukakosa faida ya wana. Sahihi baba. Halo. 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 Ukiweka agano na Mungu kama mtu, kuna vitu vya uwana hautavipata. Tufundishe baba. Mvua si imenyesha juzi hapa? Ndio. Mimi sijui juzi, sijui ni jana. Mvua ilinyesha eh? Ndio baba. Kwani mashamba ya wachawi hayajanyeshewa mvua? Yamenyeshewa. Tena ya kwao yana maji mengi kuliko ya kwetu. Ukikaa nafasi ya mtoto, maana yake unaingia kwenye agano ambalo mama amejibu pale. Anasema kuna agano linaitwa agano la damu. Yaani katika haya maagano yote tuliyoyasoma, lakini kuna agano moja linaitwa agano la damu. Kwa nini sisi tunahesabika watoto wa Mungu? Yesu anahesabika kama mwana wa Mungu kwa sababu asili yake ni mbinguni. Amina. Na hata kuja kwake kunaeleweka. Lakini wewe umezaliwa na mwanamke. Ndio. Una baba na mama kabisa. Tena wengine tumezaliwa kwenye mizimu ya ukoo. Ndio baba. Hello. Mama yako alipogundua tu kwamba ni mjamzito, alienda kwa mganga akasema tayari, naomba wachawi wasije wakaangalia. Ukaanza kunywa dawa za kienyeji kabla hujazaliwa. Umezaliwa kwenye mazingira fulani. Ndio baba.
Lakini kwa nini uhesabike kuwa mwana wa Mungu? Kwa sababu kuna agano la damu la patanisho kati ya wewe na Mungu. Nani alilifanya hilo agano? Yesu Kristo. Amina. Tunaelewana vizuri? Kwa ile damu iliyomwagika pale msalabani ndiyo ikatupatanisha sisi na Mungu. Na hii ndio inatupelekea kwenye lile andiko linalosema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Neno kufanyika maana yake ni agano. Halo, amen. Tumetengenezewa agano kwa damu ya Yesu pale msalabani, ili sisi watu tuhesabiwe kuwa wana baada ya kumpokea huyo aliyeangikwa msalabani. Sasa kuna tofauti ya mtu kufanya agano na Mungu na kuna tofauti ya Mungu kufanya agano na mtu. Halafu tofauti nyingine tunaiona Mungu na mwanaye. Hapa sio mwana na Mungu, ila Mungu na mwanaye. Manake mwana hawezi kuweka agano na Mungu, ila Mungu anaweka agano na mwanaye. Mungu aliweka agano na Ibrahim, sio Ibrahim aliweka agano na Mungu. Kwa nini? Mungu alimtengeneza Ibrahim kama mwana. Ndio. Halo, amen. Kwenye viuno vya Ibrahim kulimbeba Yesu kabla ya Yesu ndio kuzaliwa. Tufundishe askofu. Kuna mtu nimemvuruga. Narudia tena, kwenye viuno vya Ibrahim ndio palizaliwa Yesu wa kwanza kabla Yesu hajazaliwa. Amen. Ibrahim akamzaa Isaka, si ndio? Ndio. Mungu akamwambia amtoe sadaka. Ndio. Isaka atolewe. Kwa nini Mungu anataka Isaka atolewe? Mungu anataka kufanya agano na Ibrahim. Unanielewa vizuri? Amen. Mungu anataka kufanya agano na nani? Na Ibrahim. Na agano linalotakiwa hapa ni la milele, la kudumu. Ndio. Agano la ukombozi. Ndio. Agano la ondoleo. Agano la ondoleo anataka lifanyike kwa damu. Ndio. Lazima achinjwe Isaka. Lazima achinjwe nani? Isaka. Isaka akichinjwa, damu ikamwagika. Hiyo damu inaleta upatanisho. Hata yule aliyepotea, maana yake kuna wakati yule mtu aliye kule anaweza pata neema ya kumtafuta Mungu. Na hiyo neema asipoipata, ila wakati wa Mungu kumtoa yule mtu ukifika, Mungu mwenyewe atamtafuta kule alikoamrisha. Na ndio maana nikakwambia kuna agano kati ya mtu na Mungu, alafu kuna agano kati ya Mungu na mtu. Ndio. Kuna saa mtu atatembea, atafika mahali atasema nimepotea, ninataka nitafute Mungu wangu, nimemwacha. Mtu anageuka, anaanza kumtafuta nani? Mungu. Halafu kuna saa Mungu atakuangalia, atasema muda wewe kukaa huko mbona umeisha? Kwa nini bado unakaa huko? Na kuja kukutoa. Ndio. Anakutoa kule ukiwa kama mtu, anakurudisha kundini uwe mwana. Amen. Kuna mtu ananielewa sasa? Amen. Anakutoa kule kama mtu, anakurudisha kundini uwe mwana. Maanake anapokutoa kule lazima upite kwenye mchakato wa kufanyika kuwa. Halo. Tunaongea lugha moja? Amen. Tunaongea lugha moja? Amen. Tunaelewana vizuri? Amina baba. Na kitu cha kuzingatia, hakikisha kama umewahi weka agano na Mungu, Mungu huwa havunji agano, ila wewe ndio una tabia ya kuvunja agano. Ndio baba. Tufundishe baba.
tulio wengi kama vile tunaingia kwenye magrupu ya WhatsApp, tuna left. Mungu atusaidie. Amen. Sema amen. Amina. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Atusaidie. Amen. Sasa kuna agano la kimwili na kuna agano la kiroho katika mambo hayo yote. Ndio. Amen. Katika haya maagano 7 tuliyojifunza yamegawanyika pande mbili. Kuna mwilini na kuna rohoni. Tusaidie Baba. Kwa mfano, ninamwambia Mungu, nina hii biashara hapa. Biashara ni kitu cha mwilini, sio kitu cha rohoni. Sema amen. Amen. Nina hii biashara hapa. Mungu, kama utaniongezea hii biashara 10% au 15% ya biashara hii, nitaipeleka kwenye kazi yako. Amen. Hayo sio maneno tu, hayo sio maneno tu, bali ni agano unataka kuweka na nani? Na Mungu. Na Mungu. Na Mungu akikubariki, shida haiji kwa Mungu, shida inarudi kulikumbuka lile agano na kulitimiza. Amina. Na ndio maana tukasema wengi tumekuwa tunaingia na kulefti kwenye grupu la Mungu la agano kwa sababu tunapobarikiwa tunalisahau agano. Ndio Baba, tusaidie. Na wengine tumesimama eneo moja kwa sababu tulikubali kuingia kwenye agano la Mungu, lakini hatuko tayari kutimiza kile ambacho Mungu tulimwahidi. Sema amen. Amen. Baba, ukiniinua nitakutumikia. Amekuinua, umeanza kuitumikia biashara. Baba, ukiniponya nitafanya kazi yako kwa moyo wote. Alipokuponya ukafanya biashara zako. Ndio Baba, tusaidie Baba. Halo. Amen. Hayo ni maagano ya kawaida, lakini kuna lile agano la kiroho. My God, hapo ndio penye shida kubwa zaidi. Kwa sababu kwenye agano la kimwili ukimzingua Mungu, Mungu anaweza akafungia tu wateja, utarudi tu, utaijua njia. Unanielewa vizuri? Utaijua tu njia ya kurudi. Kabisa. Yaani kuna mahali Mungu akifunga tu, utarudi tu. Hivi kwani hii biashara niliipataje? Si nilienda kanisani? Ndio. Si nikaombewa? Ndio. Nilisemaje? Kumbe unaanza kuitafuta madhabahu. Mungu nisamehe, nitengeneze tena. Nisaidie. Miezi 2 unalia madhabahu. Kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema, atakurehemu. Ndio. Lakini atakuchelewesha kurudi kwenye ile nafasi ili ujifunze. Mimi nakwambia ukweli. Amina. Nafasi ukiipoteza, kuipata hiyo nafasi ni gharama. Usifikiri ni rahisi kama ulivyoipata mwanzo. Ni gharama. Na ndio maana mtu aliyewahi kuokoka akawa mtumishi wa Mungu akirudi nyuma, huyo mtu hata akiokoka tena, kurudi kwenye ile level ya mwanzo, kazi itamgharimu sana kabisa. Na ni muhimu sana kutunza mazingira ambayo Mungu alishakupandisha mahali fulani. Tunza hilo eneo. Sahihi Baba. Maana ukishuka kupanda tena kufikia hiyo hatua si kitu rahisi. Tufundishe Baba. Halo. Amen. Unanielewa vizuri sasa? Tunakuelewa Baba. Sasa tuje kwenye agano la mtu na mtu kiroho. Agano la mtu na mtu kiroho. Usininunie, ninakufundisha. Tunapokea Baba. Tunapona kabisa. Nimesema tuzungumze haya
Kuna mahali unaweza kuwa umekwama na unatafuta winchi ya kukutoa hapo na umeshindwa kutoka. Ni nini kimekushikilia? Kuna agano uliwahi kulifanya na limevunjika hilo agano. Ndio. Lakini wewe unafikiri kuwa limevunjika kimwili huku ndo limeisha, lakini kiroho bado linaendelea. Kuna mikataba ambayo mmefanya na ukafikiri ni kitu cha kawaida. Ndio. Na baadaye maisha mengine yakaendelea kati ya mtu na mtu, ukapita zako hivi na yeye akapita zake hivi. Lakini nataka nikwambie, nenda mashariki, yeye aende magharibi. Ndio. Lakini agano liko pale 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 kiroho. Amen. Amen. Nenda kusini, nenda kaskazini. Ndio. Lakini lile agano mliowahi kulifanya liko pale pale. Ngoja nitoe mfano rahisi. Mfano rahisi kabisa. Mwanamke si ana kitu kinaitwa bikira. Hata mwanaume bikira anayo. Ndio. Wanaume wanashtuka. Nimekufundisha kitu kigeni eti. Tuko gereji baba. Akibaki kitu. Mwambie jirani yako tunazungumza na baba. Tunazungumza na baba. Nasema hivi, mwanamke ana bikira na mwanaume anayo bikira. Anayo. Tufungue baba. Bikira ya mwanamke ni damu iliyofungwa kwa siri kwa ajili ya agano na nani? Na mume wake. We, sio na Mungu. We, mwenda wazimu. Tunapona baba. Hiyo bikira yako ni Mungu aliitoa. Acha ujinga. Sema amen. Mwambie jirani yako naongea na baba. Sema amen. Amina baba. Nimekwambia nakupa mfano wa kawaida kabisa ili unielewe nini nataka nizungumzie. Mwanamke amewekewa bikira. Ile damu ya bikira ni agano. Mungu ameitunza pale kwa ajili ya agano. Ndio. Kwa ajili ya mume wa kwako. Sahihi baba. Unanielewa vizuri? Amen. Sasa mwanamke amewekewa bikira kwa alama ya damu. Mwanaume amewekewa bikira kwa alama ya uaminifu. Kofi na bikele. Halo? Halo. Mwanaume amewekewa bikira kwa alama ya nini? Uaminifu. Uaminifu. Mwanamke amewekewa nini? Alama ya damu. Damu iko pale. Wale ambao walikuwa wanafunga ndoa miaka ya zamani, ilikuwa mkifunga ndoa baada ya kufungishwa ndoa madhabahuni, ule usiku wa kwanza, ndio pale kitandani panatandikwa shuka nyeupe. Unaelewa nini walikuwa wanatafuta? Ndio. Kulithibitisha agano la damu kati ya mke Unaelewa maana ya agano sasa eh? Umeelewa baba. Sana tu. Unaelewa maana ya agano eh? Ndio baba. Baada ya hawa watu wawili wakikutana, ule mlango unafunguka. Ndio. Maana yake
tayari yuko huru kulitumikia hilo agano. Ni mkataba, Ndio, ni makubaliano. Ile damu ni muhuri unaothibitisha kwamba tuko tayari kuwa pamoja. Amen. Na bahati mbaya, ndio, hili agano halijagi kwa watu watatu wala wanne, ni mtu mmoja tu. Yani kuna watu nishaona akili zao zimefika mbali, yani washawaza mbali yani washawaza mbali. Unawaza wapi wewe? Kaa uongee na baba hapa. Tulia. Umeenda mbali, usinitangulie kwenye somo. Amen. Sante, jicho la nabii limeona. Yani kuna mtu ameanza kutafakari, hivi ya kwangu niliachaga wapi? Baba anaongea na watoto wake. Amen. Sema Yesu tusaidie. Yesu tusaidie. Pona baba, tunapona. Pole. Asante askofu. Hilo agano ni agano hatari kuliko maagano yote unayojua wewe. Amen. Kwa sababu agano hilo Mungu ndiye aliliweka hapo, halikuwekwa na mtu. Ndio. Hello. Amen. Na ndio maana nikasema inawezekana wewe ukafikiri ni la kimwili tu, lakini katika jambo hilo halina mwili tu, kwa sababu ndani yake kuna siri ambayo Mungu ameiweka special, ndio, kwa ajili ya mtu sahihi kwenye maisha. Amen. Ila wewe ulichokifanya ukafuata akili yako na usijue kwamba ndani yake kuna agano la kiroho linaenda kufanyika. Tufundishe baba. Na kwa bahati mbaya uliyefunga naye agano haupo naye, pokutana ilikuwa ni kawaida tu, fair, marafiki. Baadaye kila mtu akapita hivi, ukaenda hivi na yeye akaenda hivi, lakini kumbuka lile agano halijavunjika mpaka leo. Amen. Wewe mwanaume, ulipokutana na huyo mwanamke kwa mara ya kwanza, ndio, mimi sijui mtu wako wa kwanza ulikutana naye wapi na yuko wapi sasa hivi, lakini huyo ndiye alikuwa mke wako halali kiroho. Amen. Amen. Kiroho huyo ndio alikuwa mke wako halali. Na wewe mwanamke yule uliyefunga naye agano la damu, yule ndiye alikuwa mume wako halali kiroho. Amen. Tusaidie baba. Na hilo agano haujawahi kuvunja wewe kabisa, na hilo halivunjiki, ila kuna utaratibu wa kulivunja. Tufungue baba, tufungue. Halo. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Mungu akusaidie. Amina baba. Unielewe tena na tena na tena. Najua ushafikiria sana hapo ulipo, ushamkumbuka. Kweli. Sio wewe tu mwanamke, hata wewe mwanaume ushamkumbuka tayari. Usiku wako wa kwanza ushaukumbuka, siku yako ya kwanza ushaikumbuka, ambayo ulitengeneza hilo agano. Nataka nikuthibitishie leo, niko kwenye madhabahu. Amen.
hilo agano bado linafanya kazi, halijawahi kuvunjika. Tufundishe askofu, tunapona Baba. Agano la damu ni agano zito sana. Halo? Amen. Shetani alitupiga hapo. Ukiona mambo mengi yanaharibika kwenye familia nyingi, shida ilianzia kwenye agano. Angalia kitu kinatokea hapa kiroho. Ndio Baba. Baada ya Ibrahim kutoa sadaka, Mungu akaweka agano na Ibrahim. Ndio. Agano analosema, anasema kwa sababu hii hukunizuilia mwanao, tena mwanao wa pekee. Ndio. Ninaweka agano hili kwa sitaacha uzao wako. Maana yake Mungu anaweka agano kwamba uzao wa Ibrahim uko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Hilo ni agano. Amen. Anafunga Ibrahim na nani? Na Mungu. Na Mungu. Na tunaona damu inamwagika. Saa Ibrahim anainua kisu, anataka kumchinja Isaka. Mungu anamwambia usimtoe, nimeiona imani yako. Kuna kondoo aliandaliwa. Kondoo alisimama nafasi ya Yesu Kristo. Amen. Ule ulikuwa ni unabii wa Yesu Kristo. Amen. Manake mwanadamu yoyote ili aingie kwenye agano la kuwa mwana, lazima damu ya mtu imwagike. Ya kondoo peke yake haitoshi. Asante Baba. Kwa ile damu ilipokuwa imemwagika, ikatengeneza agano la Mungu na uzao wa nani? Si kama unanielewa vizuri? Nakuelewa Baba. Ukatengeneza agano la Mungu na uzao wa nani? Wa Ibrahim. Na ndio maana kuna mahali inafika Isaka anapitia magumu, halafu Mungu anatokea anamwambia, mimi ni Mungu wa baba yako. Hii saini anaitoa wapi? Agano. Hustahili kuteseka. Kwa nini sistahili kuteseka? Kwa sababu kuna agano nilifunga na Mungu, hamtateseka. Manake nikiacha mteseke, nitakuwa nimekiuka agano nililoliweka. Amen. Kwa kuna agano la maneno na kuna agano la matendo. Lakini maagano yote haya kiroho huwa yanadumu. Ndio. Ila mwilini huku ndio huwa tunavunja, lakini kiroho huwa yanafanya nini? Yanadumu. Tusaidie Baba. So kama Mungu mpaka leo na sisi tumeingia kwenye uzao wa Ibrahim kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Kwa manake agano lile ambalo Mungu alikubaliana na Ibrahim, ahadi hizo na sisi tunazihitaji. Amen. Na tunazipokea kwa njia ya nani? Ibrahim. Kwa sababu ya lile agano. Ndio Baba. Asante Baba. Lakini huku tuna maagano ambayo yanatufungamanisha sisi na watu kiroho. Na ndio maana anaingia kwenye chama cha kichawi, siku ya kwanza tu anayekaribishwa kwenye uchawi, ndio lazima afanyiwe agano la damu. Aidha atapewa damu ya mtu au nyama ya mtu. Si umeingia kwenye chama, utalishwa nyama ya mtu au utanyweshwa damu ya mtu. Hilo ni agano. Ukishanyweshwa miezi 2-3 unaanza kuzoea, unaanza kusikia raha. Alafu baadaye sasa na wenyewe wanakuambia sasa zamu yako. Toa na wewe sasa. Hapo sasa. Na kwenye kutoa uchagui wewe, wao ndio wanachagua. Kwa sababu sasa unakula vya watu, kuchagua wewe. Uliingia kwenye chama ukanyweshwa damu na ukalizika. Unaanza kuangalia nani, toa mume, toa mtoto, toa hiki. Sema amen. Amen. Hayo ni maagano. Hello. Amen. Hello. Sasa kuna shida moja iko hapa. Mimi nimekuwa na agano langu huko na bikira yangu nikaiacha huko.
huyu mwanamke naenda kumuoa naye alikuwa na agano lake na bikira yake kaiacha. Tunakutana wazinzi wawili. Tunakutana wazinzi wawili. Alafu tunataka tuweke agano la ndoa. Tunaongea lugha moja Amen. Tunataka tuweke agano la nini? La ndoa. Ili agano la ndoa tukae tukijua ni la mwilini, lakini rohoni halipo. Kwa sababu damu ipo, haipo. Na wewe mwanaume, uaminifu haupo. Wewe ambaye hujaoa na kuolewa, ngoja nikusaidie kitu. Akitokea mtu anataka kukuoa na akitokea mtu unataka kumuoa, empeaneni muda wa kuulizana. Mwenzangu, huko ulikopita vipi? Usalama upo. Atupeane tu maelekezo. Bana, mimi mwenzako yuko ni 3, 4, 5. Sana. Na wewe unasema 6, 7 sana tu. Alafu ukitoka pale shikaneni mikono. Mwambie baba, sisi wote ni wazinifu tu wa kawaida. Lakini sasa tunataka tuishi pamoja. Maana katika swala la uaminifu wote nyinyi ni waizi tu, wazuri. Hauna kusingizia. Hapana baba. Si mwizi tu mzuri wewe. Kabisa. Mwizi mzoefu. Tunakuelewa baba. Sasa mtu analalamika, sio mwaminifu. Mke wangu sio mwaminifu. Kwake ulikujaje? Ulikujaje? Tukubaliane. Mimi na wewe tunakubaliana kuanzia leo. Yaani uaminifu wetu uanzie hapa. Mungu aanze kusimama na nyinyi kuanzia. Mungu awasaidie kuanzia hapa. Lakini tukiutaka uaminifu haupo. Kwa nini? Ulipewa agano na Mungu ulitunze kwa ajili ya mtu huyu mmoja. Lakini huyu leo ni wa 6. Tunakuelewa sana tu baba. Huyu leo ni wa 12. Mwingine anasema, "Oh baba umezidisha 12." Wewe kuna watu wana idadi humu. Abudis. Alafu anajikuta na wivu baba. Anaabudi 2 za Morogoro. Tunapona baba, tunapona. Neno lako tu baba litusaidie. Mwambie jirani yako tunapiga story na baba. Tunapiga story na baba. Njoo tuzungumze.